wanaweza kuishi miaka mingapi? Sasa umejifikiria vizuri, swali zuri sana. Sasa hawa ni ndege ambao akiwa kwenye cage lifespan inakuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu huku hana heka. Ina maana kuna wale wanyama wakali kama simba, chui na fisi hawezi wakawala humu. Si kweli? Lakini pia hawa ni ndege ambao wanatibiwa mara nyingi. Kuna daktari wao yuko hapo. Huwa anawatibu hao. Sasa wanakuwa na lifespan kubwa, ina maana miaka 25 mpaka 30 akiwa kwenye cage. Lakini akiwa kwenye nyika na maanisha porini, huwa mara nyingi anawahi kufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule kuna wanyama wakali ambao wanamuinda, lakini pia kuna magonjwa hatibiwi, si ndio? Kwa hiyo anatumia miaka 10, miaka 15 and then story yake inaisha. Karibu. Uwezo wake wa kuona. They have high vision capacity. Hawa viumbe hao. Ina maana yeye kwa sababu ni mrefu, si ndio? Lakini ukiangalia jicho lake kwa nje limekuwa exposed tu kwa sehemu ndogo, lakini kwa ndani kuna jicho kubwa. Ina maana yeye iris, pupils yanakuwa ni makubwa, si ndio? Sasa yeye inamsaidia retina hiyo. Retina ni kwa ajili ya kutengeneza ile image. Kwa hiyo yeye ana hizo retina ambazo ni kubwa ambazo zinamsaidia yeye kuona umbali mrefu lakini kwa usahihi zaidi. Na ndio maana yeye huo urefu wake unamsaidia smart hapo juu zaidi. Kwa unakuta anaangalia mbali lakini kwa usahihi. Kwa mwisho siku anawahi kutoroka ile hatari ambayo yeye anaiona. Kwa ana uwezo mkubwa sana wa kuona. Mimi ningeuliza, wanawezaje kujilinda anapokuwa labda anatamia au watoto tayari wameshakuwa na wale wanyama wengine wakali? Sawa. Kama tulivyosema wana speed kubwa, si ndio? Speed, yani hawawezi kupaa hao viumbe, ila wana speed kubwa, kilomita 70 kwa lisali moja. Sawa? Ina maana kwa hapo ukipiga hesabu fisi amfiki, simba amfiki, labda amfanyie ile ambush, amvizie ndo amkamate. Lakini labda tu leopard ndo anaweza kumkimbia, lakini sio target kubwa ya leopard kama kitoweo. Kwa hiyo anajilinda vipi? Kwa sababu ana speed, mtoto akikua tu anaweza kukimbia. Lakini pia anatumia hizo kucha zake. Sawa? Kucha zake. Lakini wakati wa usiku kama tulivyosema, akiwa kwenye mayai yake ni ngumu sana kumuona kwa sababu ya rangi yake. Na akiwa pia ni mchana, kama ni mchana ni ngumu sana kumuona yule mama. Kwa anafanya shift hiyo, inakuwa ni namna ya kwanza yeye kujilinda na wale wanyama wakali au namna ya tatu. Tumejibu madam? Naam. Mboga. Hivi na kukimbilia. Mama yangu. Nataka hata kuangalia hivi. Hao ni wanyama. Hao ni swala. Lakini ni jamii mbili tofauti. Sasa kuna swala tomi, lakini kwa Kiingereza ni Tom gazelle, lakini pia kuna swala paa ambayo ni impala in English. Sasa naomba niwaulize. Sababu hapa tumesema we are learning, ndio? Yeah. Sasa hapo ukiangalia kuna naomba mnipe tofauti ya hawa wanyama walioko kwenye field ndani. Kwa kuangalia tu physical appearance. The difference in their physical appearance one. Wamejibu. Tambia nyasi. Good. Kuna mwingine anapatia maoni. Good. Swali lingine, jibu lingine? Wameshajibu hapo. Lakini kumjua jike na dume, males always they have horns. Sawa? Even female. But the female's horn are short compared to male's horn. Sawa? Sasa huyu hapa huyu ni jike huyu mwenye pembe. Hana pembe kabisa. Kwa sababu zimechoma kwa sababu inaonekana ni mkorofi. Hata kule nyumbani tukiona mnyama fulani mkorofi inakuwa ni kama namna ya kulinda ile familia yake. Lakini wengine pia hapa hivi tukiangalia hawa tofauti wao ni kwamba ni wadogo, si ndio? They are small size. Lakini wenyewe wanakuwa na high blood pressure. Pressure yao ni kubwa. Kwa nini? Ina maana simba yake unguruma mara moja huwa wanaanguka chini.